Jina langu naitwa Dr. Emmanuel TZ. Leo nitazungumzia namna ambavyo kuna umuhimu wa kuthamini na kujali afya yako. Hivi ulishawahi kujiuliza kwa nini watu wa zamani na watu wa karne hii kuna utofauti mkubwa sana wa maradhi ambayo yalisumbua miaka ya zamani tofauti na maradhi yanayosumbua miaka ya sasa? Utofauti ni kwamba miaka ya zamani watu walitumia vyakula vya asili na sio vyakula vilivyochanganywa na makemikali pamoja na madawa mbalimbali. Leo tuna vyakula artificial ambavyo kuna mtu mmoja alikaa akafikiri namna ambavyo kutakuwa na uhaba wa vyakula duniani, akaanza kuanzisha vyakula artificial, ambapo hapo tukiongelea vyakula artificial tunasema kama broiler. Broiler ni nyama artificial, lakini zipo ng'ombe za kisasa ambazo pia ni nyama artificial, na vipo vyakula mbalimbali vya kiwandani ambavyo vinasindikwa, navyo ni vyakula artificial. Zamani vyakula hivyo havikuwepo kabisa, ndio maana maradhi hayakuwepo. Sasa ukija kuhusia vyakula vyote hivi artificial, mara nyingi vinakuwa vimetengenezwa kwa sumu na makemikali mbalimbali, ambapo mwanadamu anapotumia vyakula hivi huenda kupelekea viungo vyake muhimu kama figo pamoja na mapafu na ini huweza kudhoofika na kupoteza uwezo wake wa kufanya kazi, lakini vile vile huenda kupunguza uwezo wa mwili kufyonza madini na vitamini mbalimbali ambavyo hupelekea mwili kuwa na nguvu na kuwa na stamina ya kujiendesha moja kwa moja, tofauti na wazee wetu wa zamani ambao walitumia vyakula vya asili. Ninapozungumzia vyakula vya asili, ni vyakula vilivyotokana na kilimo ambapo hakuna mbolea wala umwagiliaji wa sumu kwa ajili ya kuua wadudu na kadhalika. Lakini upande wa wanyama hakukuwa na kuku za broiler, bali kulikuwa na zile kuku za kienyeji. Lakini pia upande wa mafuta, tukiongelea mafuta ya viungo na kadhalika, hakukuwa na mafuta ya kolie, bali kulikuwa na mafuta ya wanyama kama samli pamoja na viungo vilivyotumika karanga na baadhi ya viungo vingine ili kuleta ladha ya mboga. Leo tunatumia vyakula mbalimbali ambavyo vina madhara, vina makemikali, na ndio maana miili yetu inapata udhaifu na kupoteza kinga nyingi za mwili, hivyo kupelekea hali ya kupata maradhi yatokanayo na upungufu wa kinga za mwili ambayo tunaweza tukayataja kama sukari, presha, matatizo ya mifupa, matatizo ya uzazi na matatizo mengine ambayo yanatokana na upungufu wa kinga za mwili. Leo changamoto yako ni kuchukua dakika za kutafakari chakula ambacho unakula kila siku. Je, unakula chakula ili kufurahisha nafsi yako au unakula chakula kwa ajili ya kujenga mwili wako? Nenda kale chakula kwa ajili ya kujenga mwili wako. Usile chakula kwa ajili ya kunufaisha au kufurahisha nafsi yako. Jina langu